Hivi, umeshawahi kujiuliza kwa nini watu wengine wanaonekana kupata utajiri kirahisi wakati wengine wanapambana maisha yao yote? Leo tunaingia ndani ya kitabu cha Robert Kiyosaki, Baba Tajiri, Baba Maskini. Kitabu ambacho naweza kusema kinageuza kichwa chini kila kitu ulichowahi kufundishwa kuhusu pesa. Okay. Sasa hapa ndipo stori yote inapoanzia. Msingi mzima wa kitabu hiki unatokana na mafunzo mawili tofauti kabisa ya kifedha ambayo Robert Kiyosaki aliyapata kutoka kwa watu wawili aliowaita baba zake. Fikiria hivi. Upande mmoja alikuwa na baba maskini ambaye alikuwa baba yake halisi. Mtu msomi sana, mtumishi wa serikali ambaye aliamini katika kusoma kwa bidii, kupata kazi salama na kupanda ngazi. Halafu upande wa pili kulikuwa na baba tajiri, baba wa rafiki yake. Huyu hakumaliza hata darasa la 8, lakini alikuwa mjasiriamali na mwekezaji, na alielewa pesa kwa namna tofauti kabisa. Yaani, tofauti ya mitazamo yao ni kama usiku na mchana, na hapo ndipo mafunzo yote yanapozaliwa. Sasa, hebu tuingie kwenye kiini cha tatizo ambalo wengi wetu tunakabiliana nalo hata kama hatulijui. Ni kitu ambacho Kiyosaki anakiita mbio za panya. Unajua inakuwaje kan? Unapata kazi, mshahara unaanza kuingia, na hafla maisha yako yanaanza kuongozwa na vitu viwili: hofu ya kukosa pesa na tamaa ya kununua vitu vizuri zaidi. Mshahara ukipanda, matumizi nayo yanapanda. Unanunua gari kubwa, unahamia nyumba nzuri zaidi, na unajikuta unahitaji kufanya kazi kwa nguvu zaidi ili kulipia yote hayo. Ni kama unakimbia kwenye kile chombo cha mazoezi ya panya. Unatumia nguvu nyingi, lakini kiuhalisia haufiki popote. Huo ndio mtego. Basi, ili utoke kwenye mtego huu, kuna maneno mawili tu ya msingi unayopaswa kuelewa. Neno la kwanza ni mali, na maana yake ni rahisi sana. Mali ni chochote kile kinachoweka pesa mfukoni mwako hata ukiwa umelala. Na neno la pili ni dhima. Dhima ni kinyume chake kabisa. Ni chochote kile kinachotoa pesa kutoka mfukoni mwako. Hili jambo ni rahisi, lakini kulielewa kwa undani ndio ufunguo wa kila kitu. Sasa angalia hapa tofauti ilipo. Watu wengi wa tabaka la kati, mshahara ukiingia tu, unaenda moja kwa moja kulipia madeni, nyumba, gari, mikopo. Vitu hivi wanaviita mali, lakini kiuhalisia ni dhima, vinatoa pesa mfukoni. Lakini matajiri wanafanya tofauti. Wao hutumia pesa zao kununua mali halisi, vitu vinavyozalisha pesa. Halafu pesa inayotokana na mali hizo ndio wanaitumia kununua vitu vya hanasa na mali nyingine zaidi. Unaona, mzunguko mmoja unakufunga, mwingine unakupa uhuru. Sawa, siri yenyewe ni nini hasa? Hapa ndipo tunapofunua lile badiliko moja la fikra ambalo ndilo hasa linawatenganisha matajiri na kila mtu mwingine. Na hii ndiyo kauli ya msingi. Sikiliza vizuri. Matajiri hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa, wanafanya pesa ziwafanyie kazi. Yaani, lengo sio kukimbizana na mshahara mkubwa. Lengo hasa ni kujenga au kununua mifumo, mali ambazo zinakufanyia wewe kazi usiku na mchana bila hata wewe kuwepo. Kwa hiyo, hii inamaanisha nini kivitendo? Inamaanisha hivi: unapotafuta kazi, usifikirie tu kuhusu mshahara. Fikiria, nitajifunza nini hapa? Kiyosaki mwenyewe alichukua kazi ya mauzo kwenye kampuni ya Xerox si kwa sababu ya pesa, bali ili aondoe hofu ya kukataliwa. Ujuzi huo wa mauzo na kujiamini ndio uliomsaidia sana alipoanza biashara zake. Jifunze kwanza, halafu tumia ujuzi huo kutengeneza utajiri. Okay, sasa hizi tunazoziita mali halisi ni nini hasa? Well, tunazungumzia vitu kama biashara ambayo inajiendesha yenyewe bila wewe kuwepo kila siku, hisa katika makampuni imara, majengo ambayo yanakuletea kodi kila mwisho wa mwezi, au hata kama wewe ni mbunifu, mirabaha kutokana na kitabu, wimbo au uvumbuzi wako. Hizi ndizo mashine halisi za kutengeneza pesa. Sawa, sasa unaweza kuwa umeelewa dhana zote hizi, tofauti ya mali na dhima, umeshika. Lakini swali ni, kwa nini bado ni vigumu kwa wengi wetu kuchukua hatua? Hapa ndipo tunapokutana na maadui wakubwa zaidi, wale walio ndani ya vichwa vyetu. Kiyosaki anavitaja vizuizi vikuu 5. Cha kwanza na kikubwa zaidi ni hofu.
Hofu ya kupoteza pesa inatufanya tusiwekeze. Pili, kutoamini, yaani ile sauti inayosema siwezi kufanikiwa. Tatu, uzembe, tabia ya kuahirisha mambo. 4, tabia mbaya za matumizi. Na 5, kiburi, ile hali ya kufikiri unajua kila kitu na huna haja ya kujifunza kitu kipya. Kuvitambua hivi ni hatua ya kwanza ya kuvishinda. Sasa, kuna sheria moja ya dhahabu ambayo inaweza kubadilisha kila kitu. Kama kuna jambo moja la kuondoka nalo leo, ni hili: jilipe mwenyewe kwanza. Inamaanisha nini? Kabla hata ya kulipa kodi ya nyumba, kabla ya kulipa bili yoyote, chukua sehemu ya mapato yako na uiweke kwenye safu yako ya mali, kwenye uwekezaji. Itakupa presha ya kulipa bili zilizobaki? Bila shaka. Lakini presha hiyo ndiyo itakusukuma kutafuta njia bunifu za kupata pesa zaidi, badala ya kutegemea mshahara tu. Huu ni mabadiliko makubwa ya nidhamu. Sawa, nadharia tumeipata. Sasa swali ni, unaanzia wapi? Wapi hasa? Hebu tuangalie hatua chache za kivitendo unazoweza kuanza nazo kutoka kwenye kitabu. Hapa kuna mambo machache unayoweza kuanza nayo hata leo. Kwanza kabisa, tafuta kwa nini yako. Kwa nini hasa unataka uhuru wa kifedha? Pili, angalia watu wanaokuzunguka. Je, marafiki zako wanakuinua au wanakuvuta chini? Tatu, usijaribu kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Chagua eneo moja la uwekezaji na libobee. Na 4, kile unachojifunza mfundishe na mtu mwingine. Hakuna njia bora ya kuelewa kitu kuliko kukifundisha. Na tunamalizia na swali hili la msingi ambalo ndilo kiini cha kitabu chote. Shuleni walitufundisha hisabati na sayansi, lakini sio jinsi ya kutawala pesa. Elimu hiyo haitoki darasani, inatoka kwako mwenyewe. Mustakabali wako wa kifedha uko mikononi mwako. Swali langu kwako ni, elimu yako ya kifedha, safari yako inaanza rasmi lini?